Shalom, 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 taifa la Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ninakuja mara tena kwenu nikiwasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Mahali pote penye mpo. Shalom. Napendelea nizungumze na taifa la Mungu na watu wa Mungu na koo takatifu kuhusu neno upendo ndani ya TV letu la LGTV. Mimi ni mtume Kefa Alex ambao ninasimama mbele yenu. Bwana amekanijalia neema na kibali kubwa ili niwaletee neno hili kwa ajili ya upendo. Hebu acha tuombe. Mungu, tunakushukuru Muumba wa mbingu na ardhi na vyote vilivyomo, kwa neema na kwa upendo wako mkuu ambao umetujalia. Wewe ni Mungu usilinganishwa, wewe ni Mungu usifananishwa. Mbele zako hakuna mwingine. Ninakupenda ingawaje ni wewe ulianza kwanza kunipenda. Sijui niseme nini kwa upendo mkubwa ambao umenijalia, hata ukamtuma mwana wako wa pekee Yesu Kristo ili avae mwili akae kati yetu na apate kunikomboa. Isingelikuwa upendo mkubwa ambao umeweza kutujalia, Bwana, mimi ningelikuwa wapi? Singeliweza kusimama mbele zako, lakini sababu ya upendo huu nimeitwa kuwa mmoja kati ya waliokombolewa kwa damu yako. Yeyote Bwana ambaye atafuatilia kipindi hiki, mafundisho haya kwenye TV yetu ya LGTV, Lion of Judah, Bwana umjalie neema yako, ubadilishe historia ya maisha yake, pigania na kumwonekania, na ijulikane kwamba ni wewe Kristo uliyetuchagua kati ya wengi ili tukutumikie. Usinyamaze kimya, uwe na kile ambacho Bwana atatenda. Kitendea mama huyu, kitendea baba huyu kwenye magumu yao, kitendea kijana huyu, kitendea mtoto huyu, ukiwatendea taifa lako sababu ya wingi wa upendo wako, si kwa sababu ya utakatifu wao, bali sababu ya wingi wa upendo wako. Nao Bwana utasema kwamba Mungu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Ninapenda muda huu na kwa kama Daudi jinsi alivyosema, nilifurahia nilipoambiwa niende nyumbani mwa Bwana. Nami pia nafurahi ninapotaka kuzungumza na Mungu. Taifa la Mungu, pendo ni nini? Pendo haina tafsiri. Ni kama vile mapenzi pia. Mapenzi ni kati ya mtu na mwingine, lakini upendo ni kati ya Mungu na mwanadamu. Upendo wa kweli ambao Bwana ametupatia ni upendo ambao unaovumilia. Upendo haihesabu ubaya. Upendo haina kabila. Upendo haina rangi, ufupi ama urefu. Kwa ufupi, upendo haina tafsiri hasa. Na sijui jinsi gani naweza kusema kuhusu hii upendo, sababu tukiangalia ndani ya kitabu cha Yohana 3:16 inasema kama vile jinsi Mungu alivyopenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima, tena uzima wa milele. Anyway, hii upendo ambao Mungu alitaka kuonesha hapa inanitisha na kunishangaza sana.
alikuwa na mwana wake wa pekee. Ni nani baadhi yetu, taifa la Mungu, ambaye atakayeweza kutoa mwana wake wa pekee? Aidha tuseme hivi, nani atakaye kati yetu kuamua maisha yake ambayo inaonekana kuwa maisha, kuigawa ili yeye abaki bila chochote? Biblia inasema kwamba Yesu alikuwa hekaluni akikaa na kuangalia jinsi gani watu wakija na kutoa sadaka, wala hakuweza kusimama aidha kusimamisha sadaka, ibada ya sadaka isimame, hamna. Lakini nakumbuka mwanamke mmoja ambaye alikuwa mjane alikuja, akakaribia kitunga cha sadaka. Karibu na kitunga hicho akafungua mkoba wake, akatoa senti ambayo alikuwa nayo. Hii senti moja ya mjane ilikuwa ndio mbele yake, ilikuwa ndio nyuma yake. Inamaanisha hakuwa na nyingine tegemeo, na hakujua kisha kutoka yangu hapa jioni yangu itakuwa namna gani. Lakini sababu ya upendo ambao alikuwa nayo, sababu ya kuguswa na hiyo nguvu ya Mungu ambaye alikuwa amepokea siku hiyo kwenye hekalu, ilimsukuma kuona ya kwamba ni afadhali nijinyime mimi, nijikatae mimi, ili nionyeshe angalau alama hii ya upendo mbele ya Muumba wangu. Biblia inasema papo hapo Yesu akasema, simamisheni ibada, nataka nizungumze jambo. Wote wametoa ndio, lakini katikati ya hawa wote aliotoa ni huyo mwanamke. Kuna uwezekano wakati hiyo watu wengi walipata na mshtuko. Kivipi wakati ambapo kitunga kimejaa pesa atasema huyu mwanamke, huyu mjane ndio ameweza kutoa, ijapokuwa alikuwa na senti moja peke yake? Biblia inasema Yesu akawaangalia, akawajibu, akamwambia, kwa sababu huyu alitoa moyo wake, ametoa katika roho na kweli, ametoa katika upendo ambao imekosa tafsiri. Maisha ya wengi yanakuwa yenye kuzorota, ulimwengu ambao tuko ndani. Maisha wengi yanakuwa yenye kwenda, wakati nyingine Wakristo wengi tunajiuliza, kwa nini mambo yetu haishiki kabisa? Tunajitahidi kutaka kuishi mema, lakini mabaya ndio yale yale yanatufuata, ila tunashindwa kujua ya kwamba je, amri kubwa kuliko nyingine yote ya upendo tunayashikilia, tunayatekeleza? Penda jirani yako jinsi unavyojipenda mwenyewe. Jirani yako ni yupi? Je, ni huyo ambaye mnaishi naye? Haleluya. Jirani yako ni yupi? Je, ni yule ambaye mnazaliwa naye tu mmoja? Jirani yako ni yupi? Taifa la Mungu, upendo ni jambo kubwa ndani ya maisha yetu. Kama Mungu ametujalia neema tuweze kuanzisha maono makubwa haya ya kimataifa kwa kufungua TV hii online, LGTV kwa ufupi, ambao inaitwa kwa urefu Lion of Judah Television, ni kwa sababu Mungu ametujalia neema ili tuukumbushie tena, turudi kwa upendo wa kwanza ambao iko ndani ya mwanzo. Biblia inasema ya kwamba Mungu kila jioni alikuwa anakuja akitembelea mwanadamu, akizungumza naye
kumpenda mwanadamu. Na kwa kumpenda ama upendo ambao mpenda mwanadamu haikuanzia ndani ya Yohana sura ya 3:16 lasha, lakini ilianzia toka mwanzo. Kasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, ila vingine vyote hakuweza kufanya kwa kutafuta kitu ambao anaita ushauri. Lasha, hakuweza kukaa na kujadiliana na huyu na yule kwa ajili ya vingine vya uumbaji ya vingine vyote. Lasha, isipokuwa alikalisha watu kwa ajili ya mtu. Kwa ajili ya mtu kulikuwa kikao mbinguni. Itakuwaje? Na sasa ni kipindi cha kumfanya mtu, cha kumuumba mtu kwa upendo mkubwa. Akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Tunafanana na Mungu si kupitia vitendo vyetu, lakini kupitia nafsi yetu. Ila tatizo kwa leo, nafsi zetu, baadhi ya wengi sana, yamekwisha kutoka pande wa Mungu, imekuwa mbali kabisa. Tukiangalia vizuri, tukisoma ndani ya kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura yake ni ya 21 ama 11, utasikia Biblia inasema nini hapo. Acha utasoma katika jina la Yesu Kristo Nazareti, mstari wake ni wa 15. Kwenye lugha yako ninajua utaweza kufuatilia vizuri sana, sababu nimetoa shahiri na wewe utaweza kuitafutia kwenye lugha yako ambayo itakusaidia zaidi. Utasoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, je, Simoni wa Yona ama mwana wa Yona, wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, na Bwana, wewe wajua kuwa na kupenda. Akamwambia, lisha wana kondoo wangu. Akamwambia tena, hapa ni 16, mara ya pili, Simoni wa Yona, wanipenda? Akamwambia, ndio Bwana, wewe wajua kuwa na kupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Mstari wa 17, hapa ndio kwa ninapenda sana. Haleluya. Hapa anapenda sana. Hebu tusikie anasema nini? 17 inasema, akamwambia mara ya tatu, Simoni wa Yona, wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, wanipenda? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa na kupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu. Amen. Haleluya. Upendo. My God. Haleluya, haleluya. Ninaposikia upendo, ninashindwa kutafsiri. Nashindwa. Nasikia mwili unajaa kibaridi. Upendo. Upendo ni kitu gani? Upendo sio kitu, lakini upendo ni mtu. Upendo ni mtu, naye sio mwingine, ni Kristo. Upendo ni Kristo. Ila tunasema ya kwamba tumeokoka, lakini ndani yetu tunajaa hila, chuki, matengano, ujuzi, kuzua vitu ambavyo unajiuliza yametokea wapi. Tunakuwa cha ajabu, tunakuwa hata ndani ya kanisa, na unakuja kuta watu hawasemeshani. Tunakuwa ndani ya kanisa moja, mchungaji wetu mmoja, lakini maneno ambayo tunayoonesha, tabia na maneno ambayo tunayo
tunayoonesha mbele ya taifa la Mungu haifanani hata ya kwamba tumeokoka. Hebu tutafakari kidogo kuhusu neno hili. Yesu akafa, akazikwa, baadaye siku ya tatu akafufuka. Alipofufuka ilibidi aende kutafutana na wafuasi wake. Akakuta Petro hayuko, ameenda kuroa samaki. Akamuuliza, je, Petro anipenda? Ila hakumwishia tu kumuita Petro, akampatishia na jina la baba yake, sababu mission ya Petro ilikuwa imekwisha kuharibika. Sababu alisema, wewe ni mwamba na juu yako nitajenga kanisa langu. Sababu ya hiyo upendo, linda taifa langu, linda kondoo zangu. Petro alipoona ya kwamba hali inakuwa ngumu, ilibidi atoke arudie kwenye kazi yake kila siku. Akasahau mission ambayo Bwana wake alimwambia. So ilibidi Yesu amkute tena kule kwenye alimtoa. Kumbe kwa upendo wa Mungu haikatiki juu ya maisha yetu. Ni mara ngapi wewe mtu anaweza kukosea na utajishika mbele ya huyo aliyokosea namna gani? Bwana usikie sana. Yesu akamkuta kule kule alipomtoa, akamuuliza, je, Petro? Simoni ndio alimuita sasa, hakumwita Petro, akamwita Simoni mwana wa Yohana. Unipenda? Akasema ndio nakupenda. Hakuweza kukaribisha hata utayari wa nafsi kwa kujiuliza kwamba kama ningelikuwa ninampenda huyu mtu nisingeweza kuacha recommendation ambayo aliweza kuniambia ya kusema mimi ndio amenipa ufunguo, mimi ndio amenipa mamlaka, mimi ndio amenipa uwezo ya kuongoza wenzangu. Nisingeweza kuyafanya, lakini sababu akakosa hiyo presence ya spirit, ilibidi amwambie tu mara moja, nakupenda. Petro, wanipenda? Simoni, wanipenda? Mara ya tatu akasema, ndio nakupenda Bwana, na unajua kwamba nakupenda. Wengi wanasema wanapenda Kristo, lakini majukumu ya Kristo hawajali. Chuki inakuwa ni kati ya Wakristo, kupangiana mabaya ni kati ya Wakristo, uharibifu ni kati ya Wakristo. Na wakati hawa Wakristo utasikia yuko anaomba, ni kulia machozi, kumwambia Baba wanichukua, Baba ulisema, Baba ulisema, tutoe ndani yetu nafiki. Upendo ambao Bwana aliweka ndani yetu, ambao tulikaribisha ndani ya maisha yetu, ambao tulijua kwamba tunampenda huyu Mungu kwa moyo wetu wote, kwa akili yetu yote, kwa mawazo yetu yote. Wakati upendo hiyo hatuoneshe kwa majirani yetu, hatuoneshe kwa wandugu zetu, hatuoneshe wale wanyonge, mayatima na wajane, ili upendo wetu itakuwa ni batili, itakuwa haufai. Petro alipoona kwamba Kristo hayuko tena pamoja nao, ilimpasa arudi kwa kutafuta maisha. Lakini kuna recommendation ambayo Mungu alimpa. Waza juu ya hiyo. Neno recommendation itakufaa. Penda jirani yako jinsi unavyojipenda mwenyewe. Penda Mungu wako kwa roho yako yote, kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote. Na baadaye ukishampenda Mungu kwa moyo wako wote, kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, basi upende jirani yako jinsi unavyojipenda mwenyewe. Je, kama ungelimpenda huyo ndugu yako, ungeweza kumsingizia? Kama ungelimpenda huyo ndugu yako, ungeweza
kumtumbukiza kwenye shimo na mtego wa mwovu. Kama ungempenda huyo ndugu yako, ungeliweza kudanganya kwa kuaibisha jina la Kristo ndani yake. Kama ungempenda huyo ndugu yako, ungeliweza kumwacha barabarani, kwenye shida, kwenye matatizo. Watu wa Mungu, turudie ndani ya msingi ulio bora. Bwana tujalie neema juu ya televisheni hii. Yeyote ambaye utakayesikia na kupokea neno hili, pima kutafakaria. Nilipokuwa kwenye magumu, nilimwita huyu Mungu, na huyu Mungu akanisikia, akanitumia usaidizi hii ikanifanya leo jinsi nilivyo. Kama Mungu ameniweka hapa, ni kwa ajili ya kuangalia huko. Kunawezekana kuna yule ambaye hajiwezi, kuna yule ambaye yuko na shida moja ama nyingine, kuna yule ambaye ananyanyasika, ametaabika, ametupwa, amekataliwa. Na huyu Baba aliyenichagua kati ya wengi akaniweka hapa ili nione hii shida ya huyo. Kuna uwezekano amenipatisha opportunity hii ili nikuwe msaada kwake. Taifa tumekwisha kusahau, watu wa Mungu tumekwisha kupotea. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Kristo atuonee huruma, aturudishe ndani ya wema wake. Hebu nataka nimalize kuachia neno hili. Mtu wa Mungu, maisha hii ya kiroho ambao tumo ndani, maisha hii takatifu ambao tumesema tuko tu watu wenye kumtumikia Mungu, tu watu wenye kumtafuta Mungu, na bila kuweka hii ndani ya akili yetu itakuwa vigumu sana. Methali nasema hivi, Proverbs kwa Kiingereza, Methali kwa Kiswahili, sura ya 3 mstari wa 3 hadi wa 4. Napenda sana hii verse sana kabisa. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo ili tuangalie Methali litaka kutuambia nini, ama Sulemani, sababu yeye ndio mwandishi wa kitabu hiki cha Methali, alitaka kusema nini? Alitaka kukumbusha juu ya nini? Kutukumbushia nini kama watu wa Mungu? Alitaka kusema nini kama taifa la Mungu? Alitaka kutuambia nini? Bwana tusaidie sana. Methali sura yake ya 3 alitaka kutuambia nini huyu mwandishi ambaye alituandikia kitabu cha Methali? Sura ya 3 mstari wa 3. Biblia inasema ya kwamba, nilikuwa na Biblia hapa ya Kiswahili, ningetusaidia zaidi, lakini hebu tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Na upendo na uaminifu isitoke kamwe ndani yenu, uyashikilie katikati yenu, mkiandika kwenye kibao cha moyo wenu, nanyi mtafanikiwa neema na wema kwenye jina la Mungu na mbele ya wanadamu. Ndio Biblia inasema. Ya Kifaransa nayo inasema yake. Donc tumeitwa kutembea na upendo na uaminifu ili tuonekane vyema mbele ya Mungu wetu. Chochote kile kinachoweza kuwa nacho kitaweza kuwa faraja kwa yule mwenye mdogo. Upo sababu ya yule ambaye ameshindwa kujitoa pale. Yule naye yupo sababu ya yule, yaani yuko kama ni ngazi. Huyu yupo sababu ya huyu naye anakuwepo sababu ya yule. Kama Mungu amekusababishia kuwa na hiki kwa kumshinda ama kumzidi huyu, basi Mungu yule amekusababishia kumzidi huyu ili kesho
wewe ambaye unamzidi huyu uwe msaada kwa huyu, umshike mkono, na anayesimama ajiangalie vizuri asije akaanguka. Tusijipige kifua wakati ambapo tunapungukiwa na upendo. Tutakuwa ni kufanya kazi, tuwasaidie wadogo, tuonee pendo. Watu wa Mungu inatukosa, na wakati ambao tunakuwa ndani ni wakati mzito. Kila mtu anapigania maisha yake na watoto yake, ya mke wake ama ya mume wake, lakini wengine ambao tunasaidiana nao kwa safari ya kwenda mbinguni tunawatia kando, tunawatenga. Hawa hapana. Tunasahau kwamba bila upendo hakuna vitu tunaweza kufikia. Mungu atujalie neema tuishi maisha ya upendo. Mungu wa mbinguni atutendee mema, aturudishe kwenye msingi. Ulimwengu na vyake vyote vitapita, lakini upendo itakujustify siku moja, itakutetea siku moja, ambao mimi sijui na wewe haujui, bali huyu Bwana wa upendo tusimama na kujalia neema yake. Mungu akubariki wewe ambaye unanitazama. Mungu akutendee mema taifa la Bwana. Yeyote ambaye atafungua na kufuatilia mafundisho haya, acha Mungu akujalie neema ya kufunza zaidi, sababu yeye ndiye mwalimu mwema. Amenileta hapa kusudi nikuoneshe tu, baadaye yeye aingie kwenye neno lake na kubadilisha historia ya maisha utakaposhikilia maneno yake na kuyatekeleza. Shalom shalom. Bwana akubariki. Acha tuombe. Mungu, asante Jehova, kwa maana kwa hii dakika chache ambayo umenijalia, umenipa hiki ambacho ninamgawia huyu mpendwa ambaye anayenitazama. Ndugu mtazamaji, Bwana na haja ya wewe Mungu kurudisha upendo tena kamilifu kubwa tena na itakaomfaa kwa ajili ya safari ya kwenda mbinguni. Ulimwengu huu tu wapitaji, lakini Bwana ukituumbia upendo, ninajua tutaufikia ufalme wako tukisherehekea pamoja na watakatifu wako. Baba, utuumbie roho ya upendo, tuwapende wengine, tuonee, tuwasaidie, tuwakaribie. Maono haya ni maono makubwa ambayo umenipa. Bila wewe kunisaidia, nitakuwa wapi Masia? Nishike mkono Mfalme, na kuwa kama Petro kwenye bahari alipokuita, alipokuona ukitembea kwenye maji, akasema kama wewe ni mwana wa Mungu nisaidie, nami kama ni Bwana kweli nami nitembee. Ukamwambia njoo Petro, ukamwambia njoo, ukamwalika na roho ya upendo, ukamwambia njoo nikaribie. Petro akasogea, hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, akaanza zama. Ila Petro akaona kwamba sina mwingine msaada atakayenisaidia isipokuwa huyu aliyeniita nimsogelee, na ni yule yule nitakayeita anitoe, aniokoe katika msama yangu. Na baadaye Masia akaita, Bwana niokoe, na hukaa mbali naye, ukamshika mkono, ukamtoa, ukamwinua. Baba, utusaidie, tushike mkono Masia kwenye kazi ya kubwa haya. Jehova, tuonekanie, tujaze neema na fadhili zako, ili yote Bwana bata shika mkono wake kwa kuboost, kwa kusaidia, kwa kusukuma mbele kazi yako hii, kwa kuonea huruma wajane, kwa kuwasaidia mayatima, kwa kuonekana kuwa Mungu wa baba yao na Mungu mteteji juu yao. Bwana, usingekaa kimya. Wabariki waingiapo, pia wabariki watokapo, watendee mema, wafanikishe. Asante Jehova, kwa maana sisi tunakuomba wewe Mungu atusikia, ili uweze kutekeleza mema na mazuri mengi makubwa kwa watakao kutii na kunyenyekea mbele ya kazi yako. Asante Yesu. Ninabadili ombi nikiombea wagonjwa, wajane, mayatima, naombea watasa wanaohitaji harusi. Bwana wangu onekane
kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtazamaji wote ambaye yuko ananitazama, yeyote ambaye kunafuatilia, ninamuombea akiwa na shida kwa umbali, kwa ukaribu, Afrika, Asia, Ulaya, Marekani, Oceania, ninawaombea fungulivu. Wasikie lugha, wasisikie lugha ambayo niko nazungumza. Bwana fungua, kutana nao. Yeyote ambaye Bwana ataingia kwenye channel hii, kwa jina la Yesu Kristo, ewe utasa, toka, acha watu wa Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Naona mtu mmoja anafunguliwa kwa saa hizi. Naona mtu mmoja akitazama video hii anaanza kubadilishwa hali. Bwana anaenda kukuingilia, Bwana anaenda kukuonekania kwa upendo mkubwa ambao anayo. Usilie tena, Bwana anaenda kubadilishia maisha na historia yako haitabaki the same again. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, nawapenda sana na nikikiri, amen, amen, amen. Mungu awabariki, Mungu awatendee mema. Shalom, shalom.